Suratut Talaq imeteremka Madina. Sura hii inaeleza baadhi ya hukumu za talaka na eda na namna zake na hukumu zake tangu kubaki mwenye eda katika nyumba aliyopewa talaka ndani yake na wajibu wa kumtazama kwa matumizi na maskani. Na kati ya hukumu hizi, kama ilivyo mwendo wa Qur'an, ipo ahadi kwa mwenye kufuata amri za Mwenyezi Mungu na onyo kwa mwenye kukiuka mipaka yake. Kisha sura imeashiria malipo ya wenye kutakabar wakakataa kutimiza amri za Mwenyezi Mungu na watume wake. Na ikahitimisha sura kwa kuwahimiza waumini wamche Mwenyezi Mungu na kuwakumbusha neema za kuwapelekea mtume anayewasomea aya za Mwenyezi Mungu ili awatoe kwenye giza kwende kwenye mwangaza, na kwa uweza wake Mwenyezi Mungu kuziumba mbingu 7 na katika ardhi mfano wa hizo. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Ya ayyuhan nabiyyu idha talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah wattaqullaha rabbakum لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. Ewe nabii, mtakapowapa talaka wanawake, basi wapeni talaka katika wakati wa eda zao. Na fanyeni hisabu ya eda. Na mcheni Mwenyezi Mungu, Mola wenu mlezi. Msiwatoe katika nyumba zao, wala wasitoke wenyewe, ila wakifanya jambo la uchafu ulio wazi. Hiyo ndiyo mipaka ya Mwenyezi Mungu, msikiuke. Na mwenye kuikiuka mipaka ya Mwenyezi Mungu, basi amejidhulumu nafsi yake. Hujui, labda Mwenyezi Mungu ataleta jambo jingine baada ya haya. Fa idha balagna ajalahunna faamsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'rufin wa ashhidu dhawi 'adlin minkum wa aqimush shahadata lillah. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. Basi wanapofikia muda wao, ima warejeeni mwaweke kwa wema au farikianeni nao kwa wema, na mshuhudishe mashahidi wawili waadilifu miongoni mwenu, na simamisheni ushahidi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Hivyo ndivyo anavyoagizwa anayemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, na anayemcha Mwenyezi Mungu humtengezea njia ya kutokea. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ qadra. Na humruzuku kwa jiha asiyotazamia, na anayemtegemea Mwenyezi Mungu yeye humtosha. Hakika Mwenyezi Mungu anatimiza amri yake. Mwenyezi Mungu kajalia kila kitu na kipimo chake. Wallai ya'isna minal mahid min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhurin wallai lam yahidn wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'na hamlahun وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Na wale waliosita hedhi miongoni mwa wanawake wenu, ikiwa mnayoshaka, basi muda wa eda yao ni miezi 3 pamoja na ambao hawapati hedhi, na wenye mimba eda yao mpaka watakapozaa. Na anayemcha Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu humfanyia mambo yake
kuwa mepesi. Dhalika amrullahi anzalahu ilaykum ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. Hiyo ni amri ya Mwenyezi Mungu amekuteremshieni. Na anayemcha Mwenyezi Mungu atamfutia maovu yake na atampa ujira mkubwa. Askinuhunna min haythu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu alayhin wa in kunna ulati hamlin faanfiqu alayhinna hatta yad'na hamlahun فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. Wawekeni humo mnamokaa nyinyi kwa kadiri ya pato lenu, wala msiwaletee madhara kwa dhiki. Na wakiwa wana mimba wagharimieni mpaka wajifungue. Na wakikunyonyesheeni basi wapeni ujira wao na shaurianeni kwa wema. Na mkiona uzito kati yenu basi amnyonyeshe mwanamke mwingine. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. Mwenye wasaa atoe kadiri ya wasaa wake, na mwenye dhiki atoe katika alichompa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu hamkalifishi mtu ila kwa kadiri ya alichompa. Mwenyezi Mungu atajalia baada ya dhiki faraji. Wa ka'ayyin min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusulihi fahasabnaha hisaban shadidan wa'adhabnaha 'adhaban nukra. Na miji mingapi iliyovunja amri ya Mola wake mlezi na mitume wake, basi tulihisabia hisabu ngumu na tukaiadhibu kwa adhabu kali. Fadhaqat wabala amriha wa kana 'aqibatu amriha khusra. Basi ikauonja ubaya wa mambo yake, na mwisho wa mambo yao ilikuwa hasara. A'adda Allahu lahum 'adhaban shadida fattaqullaha ya ulil albabi alladhina amanu qad anzala Allahu ilaykum dhikra. Mwenyezi Mungu aliwaandalia adhabu kali, basi mcheni Mwenyezi Mungu enyi wenye akili mlioamini. Hakika Mwenyezi Mungu amekuteremshieni ukumbusho. Rasulan yatlu alaykum ayati Allahi mubayyinatin liyukhrija alladhina amanu wa 'amilus salihati minadh-dhulumati ila an-nur. Wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada qad ahsana Allahu lahu rizqa. Mtume anayekusomeeni aya za Mwenyezi Mungu zinazobainisha ili kuwatoa walioamini na wakatenda mema kutoka gizani kuwapeleka kwenye nuru. Na mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu na akatenda mema atamuingiza katika bustani zipitazo mito kati yake, wadumu humo milele. Mwenyezi Mungu amekwisha mpa riziki nzuri. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru baynahunna
لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Mwenyezi Mungu ni yule ambaye ameziumba mbingu 7 na ardhi kwa mfano wa hizo. Amri zake zinashuka baina yao ili mjue kwamba Mwenyezi Mungu ni mwenye uweza juu ya kila kitu na kwamba Mwenyezi Mungu amekizunguka kila kitu ukijua vilivyo kwa elimu yake.